Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Basi ni siku nyingine ambayo Kristo wetu wa wokovu ametenda mema na amenipa nafasi hii ili tupate kusemezana pamoja. Ni kwa sababu ya neno la Kristo. Mungu amenipa nafasi ili nikapate kufika hapa kama kila wakati kama huu kila Jumapili. Mungu nipa nafasi hii ili tupate kusemezana katika neno la Mungu, na yule ambayo ana kuwa na imani katika neno ambalo Mungu amenituma nayo, anapokea kile ambayo anahitaji katika moyo, katika nyumba, katika ndoa, katika jamii, katika kazi na katika biashara. Niite Askofu Joseph Dindo, msaliwa wa Kisumu County, mahali ambapo inaitwa Seme katika kijiji moja itwayo Kitimikaye ama Kariaga. Hapo ndipo nimesaliwa. Kwa sasa hivi ama kwa wakati huu ninakaa Nairobi, mahali ambapo inaitwa Kibera Olympic Estate, na kanisa letu liko mahali inaitwa Katwekera hapo Kibera. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya neema hii ambayo Mungu wetu wokovu amenipa na tena ili nipate kukuja hapa na tena na asubuhi ya leo. Ninaamini bila kutilia shaka ni kwamba Mungu huyu amekuwa mwaminifu kwako, na tangu tuachane Jumapili iliyopita mpaka sasa, kwa hakika uko na kila sababu ya kusema kwamba yeye Mungu ni Ebeneza katika nyumba yako, katika ndoa yako, katika jamii yako. Kila kitu ambayo Mungu amefanya katika jamii yako, unalo kila sababu ya kusema kwa hakika yeye ni Mungu, na kando na yeye hakuna mwingine aliye kama yeye. Leo hii na asubuhi Mungu huyu amenipa kibali ili nipate kufika hapa na tena na asubuhi. Ninakuomba ukiwa na mahitaji yoyote ambayo unataka tuombe pamoja, ama kila ambacho unataka tusungumzie tukiwa wawili, basi hizi namba ambazo siko hapa ni zangu. Unaweza ukapiga nami nitachukua baada ya kumaliza mahubiri haya, nami nitachukua na tutaongea. Baada ya kuongea tutajua vile tutakavyofanya. Nawe ukitaka kututembelea kanisani, hivyo fanya hivyo, nawe Mungu atakubariki na atakuinua. Nikubalie nisome neno la Mungu na asubuhi ya leo, alafu tukubaliane katika neno hii. Leo hii nasoma katika kitabu cha Isaya 41 Isaya, mstari ni wa 10, 11, 12 na 13. Isaya 41 mstari wa 10 hadi 13, na Biblia inasema hivi: Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Mstari wa 11 inasema, tazama, wote walioona hasira juu yako watataarika na kufadhaika. Watu washindana nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Mstari wa 12 inasema, utawatafuta wale wanaokuonea, wale wapiganao nawe, na watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa, wale wanaofanya vita juu yako. Mstari wa 13 inasema, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kiume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Amini pamoja nami na tuombe. Baba wetu, ewe Mungu wetu wa Israeli, ninakushukuru mfalme wa ajabu. Ninakuinua kwa sababu wewe ni Mungu,
na kando na wewe Jehova hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mwaminifu, wewe ni kimbilio, wewe ni jemedari, na kando na wewe Kristo hakuna mwingine aliye kama wewe wa kuabudiwa, hata wa kuinuliwa kama wewe. Na ndiyo maana Jehova Shalom, asubuhi ya leo Mungu wetu wa ajabu, ninasema kwa hakika umekuwa Mungu. Wiki mzima tumekuona kwa macho yetu, yote ambalo umelitenda tunasema kwa hakika wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu ya siku hii Jehova. Tazama yule ambao ananitazama, yule ambao umempa nafasi ya kunisikia Jehova, na asubuhi ya leo haijalishi mahali popote walipo Jehova Shalom, Mungu wetu wa ajabu, Yesu aliyenitia mafuta, Yesu Kristo aliyetia neno lake katika ulimi wangu na katika mdomo wangu, Mungu wetu wa ajabu, yule ambaye atasikia neno hii na kuwa na imani katika neno hii, Mfalme wa ajabu, ninaamini kwamba wewe Mungu anayesikia maombi ya watu wake na kutenda sawa sana mapenzi lake, Kristo utatenda. Inuliwa kwa sababu umesikia maombi yangu na uko tayari kutenda kama Mungu. Katika jina lako Yesu nimeomba, na wewe mtu sema amen. Basi asubuhi ya leo namshukuru Mungu ni kwa sababu ya asubuhi hii ambayo Kristo wetu amefanya leo hii, ikiwa ni Jumapili ya mwisho katika mwezi huu wa kwanza. Mungu huyu amekuwa mwaminifu, na kwa hakika ninaamini kwamba wewe mtu mahali popote alipo, wewe dada yangu, wewe ndugu yangu, wewe msichana, kijana na mtoto mdogo, unalo kila sababu ya kusema kwa hakika Jumapili hii ya mwisho, mahali ambapo tulitoka kuanzia Jumapili ya kwanza mpaka Jumapili ya mwisho katika mwezi huu wa kwanza, nimemwona Mungu. Ninajua na ninaamini kwamba kila mmoja wetu akona kila sababu ya kusema kwamba Mungu ni Mungu na yeye atabaki kuwa Mungu tu. Basi leo hii na asubuhi nimesoma neno moja ambayo iko katika kitabu cha Isaya nimesoma 41 na aya ndogo 10 hadi 13, na Mungu anaongea na wana wa Israeli na anawaambia kwamba msiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Mungu anaongea na wana wa Israeli. Mungu wakiongea na mtu, ama ukisikia statement katika Biblia, unapaswa kujiuliza kwamba hao watu walikuwa katika hali gani. Mungu akikwambia kwamba usiogope, usifadhaike, kwa sababu mimi Mungu niko pamoja nawe, na anasema kwamba msifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, maana mimi ni Mungu wako. Biblia inasema kwamba Mungu ananena na wana wa Israeli na anawaambia kwamba wasiogope, wasifadhaike, kwa sababu yeye ndiye Mungu wao. Anawaahidi kwamba nitawashika mkono na mkono wangu wa kiume, ambayo mimi ushinda nayo, mkono wangu yenye nguvu, mkono wangu wa kushinda vita. Yesu Kristo wetu asifiwe sana. Naye Mungu anawaambia, ama Mungu anawatia nguvu, ama Mungu anawaahidi mambo ambayo Mungu wao hatawafanyia wana wa Israeli, na ananena pamoja na wao akiwaambia kwamba nyinyi wana wa Israeli msije mkafadhaika, msije mkawa na uoga kwa sababu ya mambo ambayo mnayatazama, kile ambacho mnayapitia, ile mambo ambayo watu wanasungumza juu yenu. Ni kwa sababu mimi Mungu wenu, mimi nitawashika mkono na mkono wangu wa kulia, mkono wangu lenye nguvu, mkono wangu ambayo ninashinda nayo. Yesu Kristo wetu asifiwe sana. Wakati ule wana wa Israeli walikuwa katika taabu, walikuwa katika shida, walikuwa katika mambo mengi ambayo maadui zao walikuwa wakiongea vibaya kinyume na maisha yao. Mambo maadui walikuwa wakifanya kinyume na wana wa Israeli. Naye Mungu wa Israeli akawa ametazama wana wa Israeli. Yesu Kristo wetu asifiwe sana. Akawatazama na akajua kile ambacho wanapitia, akajua kile maadui zao wanafanya kinyume na maisha yao, kinyume na ndoa zao, kinyume na nyumba yote ya Israeli. Naye Mungu akiwa ameketi katika kiti chake cha enzi, akainuka ili apate kusungumza na wana wa Israeli, akawaambie kile ambacho yeye Mungu wa Israeli anapanga kutendea wana wa Israeli. Na anawaambia kwamba msiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, msifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam
nitakusaidia, naam, nitakushika mkono wako na mkono wangu wa kiume. Bwana asifiwe sana. Mkono wangu lenye haki. Biblia inasema kwamba wana wa Israeli wakawa Mungu amesikia kilio chao, akaona kila ambacho wanapitia, ile madharau ambayo wengine ambayo wako karibu na wao, hizo inji zingine waliopakana pamoja na wana wa Israeli, wakidhiaki, wakinena vibaya kuhusu wana wa Israeli. Naye Mungu wa mbinguni, Mungu wa wana wa Israeli, akawa ameinuka ili akawaambie wana wa Israeli, ama akawadhibitishie kwamba mimi Mungu wenu ninatazama, ninajua, ninaelewa kila kitu ambayo inafanyika, ninatazama kila kitu ambayo maadui zenu wanafanya, lakini nimeinuka ama nimekuja nikawatie nguvu, nikawaambie kwamba msiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Msifadhaike. Bwana Kristo Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu mimi Mungu, mimi ni pamoja nawe. Mimi Mungu ni Mungu wenu, nami Mungu nitawatia nguvu katika mkono wenu, nitawatia nguvu hata ingawa mko na nguvu kidogo ambayo hamwezi mkashinda maadui zenu, nami Mungu mwenye nguvu sote nitawatia nguvu. Yesu Kristo wetu asifiwe sana. Anaahidi wana wa Israeli kwamba yeye Mungu wa Israeli hatawatia nguvu wana wa Israeli, hata ingawa wako na nguvu kidogo tu ambayo wanajiulisha, je, tutashinda vita hii namna gani? Tutashinda maadui zetu namna gani? Tutaendelea kupigana na maadui zetu kwa njia gani? Na nguvu tulionalo ni ndogo, nguvu tulionalo imebakia kidogo. Naye Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu wetu mwenye vita, Mungu wetu aliye na nguvu zote, anainuka na anaongea na wana wa Israeli kwamba nyinyi wana wa Israeli, hata mkiwa na nguvu kidogo msifadhaike, hata mkiwa na nguvu kidogo msiogope, hata mkiwa na nguvu kidogo msilalamike, kwa sababu mimi Mungu wenu nitasimama, nitawapigania, nitawashindania, nitawashika mkono na mkono wangu wa kiume, mkono wangu lenye ushindi. Yesu Kristo asifiwe sana. Leo ina asubuhi ya leo, ni sijui kile ambacho unapitia, sijui maadui zako wanafanya nini katika ndoa yako, wanafanya nini katika nyumba, wanafanya nini katika jamii yako, hata katika biashara, katika kazi. Sijui kile ambacho maadui zako wanafanya na asubuhi ya leo, lakini Mungu amenituma na asubuhi kwamba niambie mama moja, niambie mwanaume, niambie ndoa, niambie jamii, niambie familia moja kwamba Mungu wetu wa wokovu anatazama, anajua kila kitu ambacho unapitia, hata kila kitu ambayo maadui zako wanapanga kinyume na maisha yako na asubuhi ya leo, kila ambacho wanapanga kinyume na ndoa yako na asubuhi ya leo, kila ambacho wanapanga kinyume na biashara zako na asubuhi ya leo. Mungu anasema usiogope. Bwana asifiwe sana. Usiogope, usifadhaike, ni kwa sababu mimi Mungu ni pamoja nawe. Mimi Mungu ndiye Mungu wako, nitakushindania, nitakupigania, nitakupa nguvu ili upate kushinda maadui zako, nitakushika mkono na mkono wangu wa kiume lenye ninashinda nayo. Yesu Kristo wetu asifiwe sana. Mungu wetu wa ajabu amenituma kwako na asubuhi ya leo, hata ingawa umelia katika mwaka huu yote, ama tangu tuanze mwaka huu mpaka mahali ambapo tumefika, naye Mungu anasema, Mungu anayechungusha moyo ya wanadamu, Mungu anayejua kila kitu ambayo wanadamu wanapitia, Mungu anayejua kile uchungu ambayo unapitia hata na asubuhi ya leo, ili uchungu ulio ndani ya moyo wako, yeye Mungu anayejua. Katika kitabu cha Methali inasema hivi kwamba kile kilicho uchungu katika moyo wa wanadamu, yeye mtu anayejua mwenyewe, lakini mtu mwingine hawezi akajua kile kilicho uchungu katika moyo ya mwingine. Nami pia nimekuja kukuambia kwamba yule ambaye anajua uchungu ambayo unapitia, ile mtu ambaye unajua ile madhara ambayo unapitia, ile kuwekwa kando na familia, yani watu wanakuona ni kama una maana, yule ambaye anajua ile uchungu, na ndiye ambaye anajua ile machozi ya macho yako, ili uchungu ya machozi ya macho yako, ni Mungu wetu wa Israeli. Ameinuka kwa sababu ya wana wa Israeli, kwa sababu anaelewa uchungu leo katika maisha yao, anajua uchungu ambayo wanayapitia, anajua uchungu ambayo iko katika maisha yao. Naye Mungu ambayo ni wa Biblia, Mungu wetu wa wokovu, Mungu wetu wa agano, ameinuka kwa sababu ya wana wa Israeli na anawatia nguvu, anawahakikishia. Yesu Kristo asifiwe sana. Nami pia Mungu
nimekuja, Mungu wangu amenituma, Mungu wako amenituma nikuambie na asubuhi ya leo kwamba yeye Mungu anadhibitisha ama na kuahidi ama na kuhakikishia kwamba yeye Mungu wako yu pamoja nawe, hata kushindania, hata kupigania. Yeye Mungu atakushika mkono na mkono wake wa kuume, mkono wake lenye ushindi, mkono wake anayopiga nao vita ambayo anashinda nayo. Yeye Mungu atakushikilia naye atakupa ushindi katika yote. Yesu Kristo wa wokovu asifiwe sana. Mungu wetu wa ajabu akainuliwe juu sana. Ni kwa sababu ameahidi kwamba atakupigania. Ameahidi na asubuhi ya leo kwamba usiogope dada yangu, usiogope ndugu yangu, ijitie nguvu. Ni kwa sababu Mungu ameahidi wana wa Israeli kwamba msiogope, msije mkafadhaika, msitasame huku na kule, lakini muinue macho yenu juu mkanitazame Mungu. Ni kwa sababu mimi Mungu wenu, mimi yu pamoja nanyi, niko pamoja nanyi katika machungu, niko pamoja nami katika madharau, niko pamoja nami, na nimeinuka nikwambie kwamba mimi Mungu niko pamoja nawe. Kwa hivyo usifadhaike, usije ukaogopa kila ambacho maadui wanafanya, usije ukaogopa kile sarakasi na vitimbi ambayo maadui wako wanafanya ili wakutishe nayo. Mungu wetu mwenye ukufu, Mungu wetu mwenye agano, yeye ameahidi, na yeye akiahidi, yeye Mungu ameahidi, na yeye Mungu akiahidi, yeye ufuatilia neno lake ili kapate kutimika, ili jina lake likainuliwe, ili wanadamu wakajue kwa hakika yeye ni Mungu na kando na yeye hakuna mwingine. Leo na asubuhi ya leo, sijui kile ambacho unapitia ni uchungu aina gani ambayo inakuandamana, kwa uchungu aina gani ambayo inakufuatilia, uchungu aina gani ambayo inafuata nyumba yako ama ndoa yako ama familia yako ama kazi yako ama biashara yako. Leo na asubuhi ya leo, wewe Mkristo ambaye amekiri kwamba Kristo ndiye Bwana, Mungu wangu amenituma, Yesu wako amenituma, nikakwambia na asubuhi ya leo kwamba usifadhaike, usije ukaogopa kila ambacho maadui wanafanya. Usiogope hata kama unapitia katika hali ngumu. Na asubuhi ya leo Mungu wetu wa ajabu amenituma wakati ulio mzuri, kwamba hata kama mwezi huu wa kwanza haujaona kitu kingine kisuri katika mwezi huu wote, lakini mwezi huu leo hii ikiwa ni Jumapili ya mwisho katika mwezi huu wa kwanza, Mungu huyo amenituma nikakwambie mama yangu, nikakwambie dada yangu, unasikia baba yangu, nikakwambie wewe dada yangu, mimi Mungu amenituma nikakwambie na asubuhi ya leo, na nikakuhakikishie kwamba yeye Mungu ni Mungu wako, na yeye Mungu yeye anasema kwamba usiogope, usifadhaike, kwa sababu yeye Mungu hata kushikilia. Yeye Mungu amekushikilia mkono wake, amekushikilia na mkono wake wa kiume, mkono wake ambayo ni nguvu ambayo anashinda nayo. Yesu wetu asifiwe sana. Mungu wetu wa ajabu akainuliwe. Hakuna mwingine kama yeye. Hata leo na asubuhi ya leo hata kushindania tu, hata leo hii na asubuhi ya leo, haijalishi mambo gani unapitia, haijalishi watu wameshungumusha nini, haijalishi wanaongea nini, hata kwa sasa haijalishi mipango gani wanapanga kinyume na maisha yako. Ninasema na ninarudia tena kwamba haijalishi kila ambacho wanapanga, hata kama wanapanga vita vibaya kinyume na maisha yako, wakisema kwamba raundi hii lazima tupate kumshinda, lazima tupate kumweka chini, Mungu amenituma na asubuhi ya leo kwamba usifadhaike, usiogope. Ni kwa sababu yeye Mungu yeye yuko pamoja nawe. Yeye Mungu hata kushikilia, yeye Mungu hata kushindania, yeye Mungu hata kupa ushindi mbele ya maadui zako. Jina lake Yesu Kristo asifiwe sana. Na nasema kwa hakika wale wanao kupangia mabaya, wale wote wanao kupiga vita, kuna siku ambayo inakuja ambayo utawatafuta lakini wewe utawaona tena, watakuwa kitu kidogo, kitu kisichokuwa na nguvu, kitu kisichokuwa na mwelekeo. Ni kwa sababu Mungu hata wachanganyisha. Yesu Mungu wetu hata wachanganyisha, yani watachanganyikiwa hata kama wamekuja na njia moja ili wakapate kukuangamisha, ili wakapate kuharibu ndoa yako. Nimekuja na habari njema kwamba Mungu wetu wa ajabu, Yesu wetu asiyemalika, yeye ni mwaminifu, anakutazama, anatazama hali yako. Ninakuambia kwa hakika kwamba hata kama wewe ni uko na ugonjwa huo umetembea nayo katika waganga walio wasuri katika eneo yenu ama katika kijiji yenu, yani umeambiwa hata waganga wasuri katika nje ya nchi ya Kenya, hata kule umeenda lakini hujapona. Lakini leo nimekuja na habari njema. Mungu wetu anasema kwamba usiogope, usifadhaike, kwa
kwa sababu yeye Mungu yu pamoja nawe, hata kushikilia, hata kushindania, hata fukusha maadui zako, na maadui zako hawatakuwa kitu mbele yako. Yesu wa ajabu ainuliwe. Yesu wetu asifiwe sana. Ni kwa sababu yeye ni Mungu, yeye ni mwaminifu, yeye ni kimbilio, na yeye akiahidi kitu, yeye ameahidi. Wewe mama yangu, unapitia hali gani? Nyumba yako inapitia madharau aina gani? Watu wanaonena nini kukuhusu? Wananena nini kuhusu ndoa yako? Hata kama watu wametoka wameinuka kinyume na ndoa yako, wanataka ndoa yako ikapate kufunjika ili ukapate kukaa bila ndoa. Mungu wetu alianzisha ndoa katika shamba la Edeni amenituma na asubuhi ya leo nikaambie mtu kwamba usiogope. Mungu aliyekupa hiyo ndoa, yeye ndiye Mungu ambaye amekushika mkono wako wa kiume, hata kupigania, yeye atakushindania. Unasikia mama yangu, hata kama umeomba miaka mingi, miaka nenda miaka rudi, kwamba unataka ndoa, unasikia mwanaume, hata kama unatoka ndoa na mwaka huu, mimi nimetumwa na asubuhi ya leo nikaambie mtu na asubuhi ya leo kwamba Mungu anasema usiogope. Mungu wetu anasema usifadhaike. Mungu anasema yeye ndiye Mungu wako ambayo atakushindania. Hata kama maadui wa kwenu, shetani wetu, mashetani ambayo ni aboma yenu, hawameinuka kinyume na maisha yako, wamekataa kwamba uwezi kuwa na ndoa. Mungu alianzisha ndoa katika shamba la Edeni. Anakujua, anakutambua. Ni yule aliyetoa mbavu ya mwanaume akaumba nayo mwanamke. Mke wako malipopote alipo, Mungu atamleta kwako mwaka huu. Unasikia msichana, yule aliyetolewa mbavu yake ukaumbwa, mwaka huu atakuja hata kutafuta. Lazima upate ndoa mwaka huu. Kama unaamini pamoja nami, Mungu wangu amenituma kwamba nikambie mtu kwamba usiogope. Mwaka huu ni wako na Yesu. Mwaka huu ni mwaka wako wa ushindi. Mwaka huu ni mwaka wako wa mafanikio. Mwaka huu ni mwaka wako wa ushindi, ambayo Mungu wetu wa ushindi hatakupa ushindi katika mkono wako. Usiogope na tena. Leo inasibia haya, sijui Mungu amenituma kwa nani, lakini ninaamini Mungu hajawahi nipa neno lake pasipo kunipatia neno kwa sababu ya mtu mmoja ama watu wawili ama watatu. Ninaamini kwamba wewe unayenitazama, wewe unayenisikia, wewe unayeniangalia, mahali popote ulipo, haijalishi uko umbali gani, Mungu wetu mwenye nguvu, aliye na mkono refu, Mungu wetu anasikia mahitaji ya watu wake. Mungu wetu atasikia mahitaji yako, na najua anaelewa mahitaji ambayo unayapitia katika ndoa, hata madharau unayopitia na asubuhi ya leo. Yeye anakutazama tu, na yeye ni mwaminifu, hata kuwa mwaminifu kwako. Yeye ni kimbilio, hata kuwa kimbilio kwako. Nimesema na narudia kwamba haijalishi kila ambacho wamepanga, haijalishi vita ambao wamepanga kinyume na maisha yako, haijalishi vita ambao wamepanga kinyume na ndoa yako, kinyume na biashara yako, hata kama wameenda kichini wakaenda kwa uganga ili wakapate kuharibu biashara yako, nimekuja nikwambie Mungu wetu wa mbinguni, Mungu wetu mwenye nguvu, aliyekupa hiyo biashara, aliyekupa hiyo ndoa, aliyekupa hiyo kazi, amenituma na asubuhi ya leo kwamba usifadhaiki, usije ukaogopa, kwa sababu yeye ndiye Mungu ambayo ni Mungu wako, ambaye atakushikilia mkono wako na mkono wake wa kiume, mkono wake lenye nguvu, mkono wake anayeshinda nayo vita. Yeye atakushindania. Bwana Yesu wetu wa ajabu asifiwe sana na asubuhi ya leo. Yeye ni Mungu wetu amelala. Hakuna kisicho ngumu, hakuna kisichowezekana kwake Mungu. Yote inawezekana kwa wale wote ambayo wanamuaminia. Leo nataka uwe na imani kwamba yote itawezekana, hata iwe ni kitu ambao umetafuta kwa miaka mingi. Mungu wetu wa ajabu, yeye Mungu anayeshindania watu wake, hata kushindania na asubuhi ya leo. Ninasema na narudiana tena kwamba Mungu akaambia wana wa Israeli, kwa sababu mambo yote waliokuwa wanapitia ilikuwa ni mambo machungu, ilikuwa ni mambo mangumu, yalikuwa ni mambo ambayo ilikuwa ni masito sana, wana wa Israeli wangeliweza. Basi Mungu wao wana wa Israeli akainuka, akaongea na wana wa Israeli, ama akaahidi wana wa Israeli kwamba mimi ni Mungu wenu, mimi ni Mungu wenu ambayo atawashindania. Kwa hivyo msifadhaike, msije mkaogopa, kwa sababu mimi Mungu nitawasaidia.
mimi Mungu nitawapigania, mimi Mungu nitawapa nguvu ili mkapate kushinda maadui zenu, na wale wote wanaopanga mabaya kinyume na maisha yenu nitawapiga, nitawashinda. Ni kwa sababu mimi ni Mungu, na mtawatafuta hamtawapata, na watakuwa kitu kidogo mbele yenu nyinyi wana wa Israeli. Nami pia nasibu ya leo nimekuja niambie mtu, hata kama umepitia hali mbaya, hata kama unapitia hali ngumu, hata kama unapitia hali ya madharau ambayo watu mali ambapo unaishi watu wanakudharau tu, wanakuona wewe sio kitu, lakini umeshikilia neno la Mungu na hujaliwacha neno la Kristo, hujajifachafua neno la Kristo. Mungu wangu amenituma na asibi ya leo, na Mungu wako amenituma kwako nikakutie nguvu, nikuambie kwa hakika yeye ni Mungu wako, na anayo mipango mazuri kwa sababu ya maisha yako. Na yeye Mungu, yeye ndiye Mungu atakusaidia katika shida unayopitia. Yeye ndiye Mungu ambaye atakupigania katika vita ambao unapigana kwa sasa. Yeye ni mwaminifu na atakuwa mwaminifu kwako na asibu ya leo. Nimesema katika mwezi huu, leo hii ndio Jumapili ya mwisho katika mwezi huu wa kwanza, kwa hakika amekuwa mwaminifu. Hata kama vita imekuwa kali, lakini amekuwa pamoja nawe. Hata kama watu wamekudharau, amekuwa pamoja nawe. Hata kama umepitia hali ngumu ambayo ni ya machungu, ambayo inakuumiza moyo, wakati unakaa peke yako unasikia machozi inatoka tu, lakini yeye mwaminifu amesema na miahidi kwamba yeye Mungu, yeye ndiye Mungu wako, hata kupigania, hata kushindania. Na nasema kwa hakika mimi ni Mungu, ndio nimesema hivyo. Na ukisikia Mungu amesema hivyo, yeye Mungu anayefuatilia neno lake hata lifuatilia neno lake kama utaamini tu. Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu wetu wa ajabu akainuliwe. Ni kwa sababu yeye ni Mungu wa agano. Yeye ni Mungu ambaye akiahidi kitu yeye ameahidi, akisema atakutendea yeye atatenda tu. Hata kama maadui zako wasimame mbele yako, hata penya pamoja na wewe, hata kutendea. Hata kama maadui ambayo ni ya boma yenu, haiwe ni mapepo ya kwenu ambayo inasumbua watu wa kwenu, wewe ukimtambua Kristo, ninakuambia na narudia, ukimtambua Kristo na ukaamua kutembea na Kristo, ukiwa unamuogopa, ukiwa unalitusha jina la Kristo, upasipo kulichafua jina lake, yeye Mungu wetu wa wokovu hata kupigania, hata kushindania, hata leta vitu ambayo watu hawakukuwa nadhania kwamba unaweza kuwa nayo. Hiyo haijalishi kama umesoma ama hujasoma. Kitu muhimu ni wewe utunze neno la Mungu, ili Mungu wa wokovu akaonekane, akajidhihirishe, akakutende mema. Ni kwa sababu anastahili, hakuna mwingine kama yeye. Sijui kama kuna mtu ambalo anatamini pamoja nami ili nipate kuomba pamoja naye. Kama unaamini pamoja nami, ninakwambia kwa hakika utamuona Mungu na asibi ya leo. Ninakwambia kwa hakika wewe Mungu, wewe mwanamke, wewe mwanaume, kama unaamini pamoja nami leo na asibi ya leo, utasema kwa hakika nimemuona Mungu, nimemuona Kristo. Ninataka niombe pamoja na mtu. Sijui mali popote ulipo, kule ambapo uko, sijui uko mbali gani. Kila ambacho nataka kwako ni kwamba uwe na imani kwamba yote ambayo unahitaji kwa maisha yako yeye Mungu atakupa. Ninataka niombe pamoja nawe. Kama uko na uwezo wa kufika katika runinga lako, nataka ukalishikilie hiyo runinga. Na kama uwezo ukafikia katika runinga, nataka uwe na imani tu kwamba yote ambayo unaaminia katika Kristo, yeye Kristo anakutendea nasibu ya leo. Amini pamoja nami na niombe pamoja nawe katika jina la Yesu. Baba wetu tena Mungu wetu, ewe Mungu wetu wa wokovu, wewe ni mwaminifu sana. Wewe ni Mungu wetu wa ajabu. Wana wa Israeli walikulilia, ukajua mahitaji ya moyo wao, ukawatazama katika mahitaji yao. Mungu wetu ukainuka na ukawaambia kwamba wewe ni Mungu wao, Mungu wetu wao ambayo hata washikilia mkono wao wa kiume na mkono wako lenye ushindi, na utawashindania, utawapigania, na utashinda maadui zao, na maadui zao haitakuwa kitu mbele yao. Mungu wa ajabu, tazama wa mama hawa, tazama wanaume hawa. Leo na asubuhi ya leo ninachukua ndoa hii, ninachukua familia hii, Yesu nachukua biashara hii, hata hii kazi jemedali, mahitaji ya kila moja na ikabidhi mkononi mwako. Tazama mama huyu, msichana huyu, kijana huyu, mwanaume huyu, hata huyu mtoto, Yehova ukamtoa tende mema. Inulia
ikiwa katika maisha yao. Jehova Mungu wetu wa ajabu, fuatilia neno lako ambalo umenipa mimi mtumishi wako, nikanene pamoja na watu wako, ukalifuatilie ili katimike, ili watu wao hapa, ili watu hawa wakajue kwa hakika wewe ni Mungu, na kando na wewe hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Yesu, ni kwa sababu umesikia maombi yangu na umetenda sawa sawa na mapenzi lako. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini, na wewe hapo sema amen. Amen. Mungu na wabariki, Mungu na watende mema. Ninakwambia kwamba uwe na imani tu kwamba Mungu aliyenituma na neno hii, yeye atafuatilia neno hii na atakutendea katika jina la Yesu. Mpaka Jumapili ijayo wakati kama huu, Mungu na wabariki. Shalom. Amen. Eternal Father, I offer you